Unamgumisanta mafundisho yako hivi. Na kwamba tunapokuwa unaongea mtu anahisi kama unampa jibu. Hili umelijuaje? Yesu Kristo. Wewe ndivyo unavyotakiwa. Usiogope, uwe na huruma. Kama Mungu mwenyewe aliyekuita alivyo na huruma. Na kwa kuwa na huruma Baba, hiyo ikusukume uwe mchapakazi. Uwe mchapakazi kwa sababu ya huruma ulionayo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu ya huruma ulionayo uwe mchapakazi. Kwa sababu ya upendo ulionao uwe mchapakazi. Usiwe mchapakazi, ukachapa kazi sana. Na kumbe unachapa kazi kwa sababu ya vitu vingine. Hapo chapakazi wako Mungu atakuona kweli unachapa kazi, lakini mbele kule anahitaji extra via. Anakimbia vizuri lakini uko nje huyu. Afanye kazi kwa sababu ya huruma. Afanye kazi kwa sababu ya upendo. Ana maslahi mengine. Msifu Yesu Kristo. Amina. Baba wapendwa, katika mafundisho haya na mimi mwenyewe niko najifunza. Kwa hiyo sije kuonekana kama namvamia mtu. Hakuna anayemvamia. Niko najivamia. Na watu wengine nawavamia taratibu kwenye roho zao. Sio kama unafikiri. Roho yangu. Msifu Yesu Kristo. Na wewe kazi yako moja Baba, wewe usihangaike na vitu vyote. Vyote sawa ufanye kazi, lakini cha kwanza ukumbuke ile ilipotokea kesi na kashikashi pale Yerusalemu, mitume wakaambiwa Bwana, wajane wetu hawaangaliwi. Mambo yaendi vizuri. Watu hawahudumii, mnafanya mambo gani? Mitume wakasema Bwana, sisi kwa sababu sisi tunataka kufanya kudili na huduma ya neno la Mungu na sala, tunaomba mfanyeje? Mchague watu wengine ambao watafanya kazi hii kwa ajili. Kwa hiyo na wewe kazi yako kubwa ni neno la Mungu. Kutangaza neno la Mungu kama Yesu Kristo alivyotangaza ufalme wa Mungu, na wewe unatangaza neno la Mungu. Unawatia watu nguvu kwa kutumia neno la Mungu. Na watu wanapata nguvu kila Jumapili, kila Jumatatu, mpaka kila Jumapili wanapata nguvu. Wanaendelea mbele kwa mbele. Kuna habari moja ya kijana mmoja aliyekuwa amemaliza chuo. Huyu kijana alikuwa amemaliza chuo na amerudi nyumbani kwao. Sasa alipokuwa amerudi kwao, akawa basi ameketi pale nyumbani na babake akamwambia, "Mwanangu, sasa kuna kampuni nimefungua pale, naomba uende uombe ajira, kupatie ajira." Yule kijana akasema, "Na baba, ngoja nikaombe." Basi kijana akaenda pale kwenye kampuni kuomba kazi. Alipofika pale kuomba kazi siku ya kwanza, akakutana na mwanamke mkubwa. Amekaa kama bosi pale. Alafu kijana akaanza kuomba kazi. Anambia, "Nimekuja kwa ajili ya kuomba kazi." Yule mwanamke akasema, "Unataka kazi? Leta vyeti vyako." Jana akaleta vyeti, akaleta credentials. Akaleta vyeti pale. Yule mama akaanza kuviangalia. Anasema, "Kweli unafanya vizuri. Sasa walikuwa kwanza kitaifa. Wewe unastahili kazi." Baadaye akamwambia, "Sasa vyeti vyako naomba ulinavyo, tupatie namba yako ya simu." Jana akasema, "Kweli utanipatia kazi hapa." Akarudi kwao. Aliporudi kwao, anamwambia babake, "Baba, nimeenda kule niomba kazi, wameniomba namba ya simu." Baba yake akamwambia, "Wamekuomba nini?" Akasema, "Wameniomba namba ya simu." Sasa mwanangu, si nikutuma akupe kazi? Sasa hiyo ni kazi kweli? Sema, "Mimi kama baba yako mzazi, naomba usikize maneno yangu, naomba kesho uende tena uombe kazi, kwa sababu mimi nataka akupe kazi." Yule kijana akasema, "Sawa baba." Akaenda tena kuomba kazi. Alipofika pale, yule mwanamke akamwangalia kwanza kama ameshikwa hasira. "Kama hivi wewe unatafuta nini hapa? Ulitaka kazi tukakwambia usipe namba, sisi tutakuita. Sasa kwa nini umejileta?" Yule kijana akasema, "Bwana, nilikuwa nataka kujitolea kidogo, nipatie kazi ya kusafisha uwanja, nyebuzi madani yetolea." Akasema, "Hatutaki mambo ya kujitolea hapa. Tutakuita." Jana akarudi kwao, kutana mzee wake, mzee akamuuliza tena, "Leo unapatia kazi?" Jana akasema, "Hapana, hajanipatia kazi." Sasa kwa nini hajanipatia kazi? Sasa kijana anachokuomba, nisikilize kwa makini. Unakumbuka ile maandiko matakatifu Yesu anasema yule mama Mkanaani aliyeomba akakataliwa, lakini mpaka mwisho akasema. Yeye akasema, "Kweli nakumbuka." Akasema, "Sasa naomba tena uende uombe kama wewe mama Mkanaani, utakuwa kazi." Yule kijana akarudi tena kuomba kazi. Sasa amefika pale, yule mama akashikwa hasira, akamrukia, akamvamia kwenye shingo, akamshika shingo, akambana. "Nilikwambia usiombe kazi, unarudi tena kuomba kazi, wewe utakuwa mimi. Toka." Akaondoka.
Akafika kwa mzee wake, ndio akamwambia, vipi amekupa kazi? Jana akasema hajanipa kazi. Sema kwa nini hajapata kazi? Umefanya imekuwaje? Akasema leo ilikuwa ni kitu kibaya amenifanyia. Wamenishika shingo, yeye amenishika kidogo gani? Akasema, amekushika wapi? Sema amenishika hapa. Akasema sasa hapo unapata kazi kesho. Amekushika hapa. Akasema unapata kazi, hiyo ni dalili nzuri. Hata kijana akaamka asubuhi tena, amelala pale kwa hasira nini, amelala nini, asubuhi aongea na mtu wake. Sasa akaamka mapema akampigia hodi. Kaona kijana, unapoga kwenda au wewe? Sema baba achana na mimi. Sema mwanangu, kweli wewe kwamba kazi. Fikiria nilivyokusomesha mimi, karo yako nilivyopambana mpaka nikaipata nikakusomesha. Wewe unataka kwenda kuomba kazi kweli mwanangu? Fikiria hata karo basi. Jana akasema kwa sababu ya karo ngoja niende tena nikaona. Sasa alipofika pale eneo la kazi, akakuta yule bosi yupo na wanajeshi, majamaa yamekomaa. Majamaa mengine matatu pale, majamaa mengine matatu wamekomaa. Wanajeshi. Anaona kwa mbali yule bosi akisema, "Afande Juma, naomba unataka kukimbia vizuri. Kimbiza yule kijana kama leta hapa." Na afande akakimbia akamleta kijana pale katikati. Kafisha pale. Sasa afande nani? Afande Juma, unataka kupiga fimbo charaza. Wakamcharaza kijana alicharazwa fimbo mpaka yani alilainika kama nyama zilizo sana. Alafu baadaye wakamwachia. Hata wale waliobaki wakamwambia, "Sisi unaotuona ambao tunakugusa, kazi yetu ni kunyonga na kuua. Ukirudi tena kesho tunakunyonga na tunakuua." Kiloko tatu. Jana akaondoka bila anachemea. Akafika kwao, anakutana na babake kati anachemea. Babake akamwambia, mwanangu, natumaini umepata kazi leo." Babake akasema, akasema, "Baba leo yani nilivyopigwa hivi naomba hata useme chochote." Hata wamekupiga? Wewe unanipiga bwana, tunatembea vibaya hivi. Babake akaanza kuimba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Babake anaimba, sasa mtoto anamwangalia. Sasa hivi baba kweli una mambo gani haya? Unafanya nini hivi? Mbona sikuelewi? Babake akamwambia, "Mwanangu, kama wamekupiga fimbo, kesho unapata." Jana alipotoka pale kwa hasira akaenda akalala. Asubuhi na mapema babake anamgongea, "Mwanangu, mtoto aitiki. Sema uende uombe kazi leo." Mtoto aitiki. Babake kamuita hata mama yake. Kamuita mama Jessica. Mama Jessica mambo uja. Wakaja kwenye mlango wa mtoto. Walipofika kwenye mlango wa mtoto akaanza kumwambia, "Hivi wewe mwanangu unafahamu hivi mama yako ukimlinganisha na wanawake wote hapa kijijini? Wewe unaonaje? Unaona kuna mwanamke aliyezidi wanamzidi urembo?" Yule kijana akaanza kusema, "Akweli baba, nilikuwa sitaki kukuambia, lakini mama ni mzuri kuzidi wanawake wote hapa kijijini." Nashukuru Mungu ananifahamu. Sasa mwanangu nafikiri nilimpata kiurahisi. Sema baba, kwa kweli hilo sijui kwa kweli. Asema mama yako sikumpata kiurahisi. Siku ya kwanza nilipomwendea akaniambia, "Wewe sio type yangu." Nikamwendea siku ya pili akapigia makelele ya mwizi, "Jambo hata mshuma ya kumbako." Siku ya tatu nikaenda mpaka kwa wazazi wake, nao wakanikataa. Wakasema, "Wewe huwezi kuchukua mtoto wetu, una nini wewe cha kumpatia huyu?" Lakini waliponikatalia, sasa nasikiliza kwa makini kama unavyosikiliza. Waliponikatalia, nikaamua kulala kwenye geti, kuondoka, sio nikalala kwenye geti lao. Sasa umeamka Jumapili unaenda kanisani, unanikuta niko nje hapo na kuroma. Yaani roho zao zikabatika hapo wakaanza kusema, "Huyu kweli amezamilia na mtaka huyu." Na kwa sababu anazamilia atamtunza. Wakaniamsha akaniambia, "Njoo twende ndani tuongee kidogo kabla tuenda misa." Na ingia ndani ananiambia, "Sasa kwa sababu umeonyesha vitu vyote hivi, umedhamiria na kweli umeumia mpaka hatua hii, sisi tunakupatia manetu, tunajua utamtunza. Kama wewe mpiganie na huko nyumbani kwenu utakapoishi." Ndio nikampata mama yako. Sasa kijana pale wakati anasikiliza akisema, kabla chakula haijaisha, kijana akaamka akaanza kuvaa. Akasema, "Baba, hata usipomaliza mimi nikalala kwenye geti la kampuni."
Mtoto siku ile anaenda kuomba kazi, mara mwisho akisema leo kama nakufa ngoja nipe kama baba alivyopigania, alipopambana ili kumpata. Hata mtoto anatembea anaelekea kazini kuomba kazi. Yule mwanamke anatoka nje, anamuona yupo akiwa kwenye gari. Anamuona kijana amerudi tena. Akasema, "Yule kijana yupo tayari kufa kwa ajili ya kazi. Huyu anastahili kazi. Kwa sababu anaweza akaifia huyu. Hata iache